Wapendwa, karibu tujifundishe Biblia kwa sababu hii ni Bible study. Unapoangalia hii January ukuwe na Biblia na ukuwe na kitabu ya kunakili chini, baadaye ndio ukuwe kama Bereans. Leo ni kuangalia Isaiah 8 verse 20. Nasema hivi, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no right in them. Na waende kwa sheria, ushuhuda, ikiwa hawawezi sema sawasawa na neno hili, bali bila shaka kwao hapana asubuhi. Sasa tuangalie Great Controversy 4:52 inasema hivi, to the law and to the testimony, while conflicting doctrine and theories abound, the law of God is the one hearing law by which all opinions, doctrines, and theory are to be tested, says the prophet. If they speak not according to this word, it is because there is no right in them. So hapa tumeona kuwa lazima tuangalie, tujaribu kila kitu. Kama ni doctrine tuijaribu katika sheria na ushuhuda. Ikiwa ni opinion lazima, ikiwa ni theory lazima tutest. Sasa leo tunataka kujaribu tutest kama kuna kitu ambayo sitapita katika huu mtihani ama katika hii test. Haya, let us see if the Trinity passes this test. Waje tuangalie kama Trinity itaweza pita hii mtihani. Nifuate. Sheria ya kwanza inasema hivi, thou shalt have no other god before me. Exodus 20 verse 3. Aya, unapoangalia, how is it Trinity violating the first commandment of God? Trinity na violate aje sheria ya Mungu ya kwanza? Nifuate, tembea nami. Who is me referring to in these commandments? Ni nani huyu me inasimamia katika hii sheria ya kwanza? Aya, oro, is it referring to the singular supreme being? Ni swali. Sasa unaposoma Jeremiah 9 verse 24 inasema hivi kwa Kisungu, but let him that gloried glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the heart, for in these things I delight, said the Lord. Kwa Kiswahili, bali ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, na maana mimi napendezwa na mambo haya, asema Bwana. Unaposoma Isaiah 44 verse 6 inaya ya kusema, thus said the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last, and beside me there is no other God. Wengine watakimbia hapa, wanapoangalia hii wakimbie waseme, unaona Revelation 1 verse 8 eti huyu ni Yesu. Yesu alikuwa anasema ni nani alimpea ushuhuda. Sasa wengi hapo takuja siku nyingine tutakuja kujifundisha Revelation ile 1 verse 8 kuteremka. Sasa unapoangalia Isaiah 44 verse 8, kwa sababu ni Isaiah aliandika, alikuwa anamaanisha ni nani? Verse 8 inasema hivi, fear you not, neither be afraid. Have not I told thee from that time, and I have declared, you are even my witness. Is there a God beside me? Yeah, there is no God, I know not any. Naona huyo ni Mungu anasema, wewe umekuwa mshuhuda wangu tangia zamani. Sasa hakuna mwingine, hakuna Mungu mwingine Unaona sasa? Huyo ni Mungu anasema. Sasa unapoangalia Isaiah 45 verse 5 inaya ya kusema, I'm the Lord and there is none else. There is no God beside me. I cried thee, though thou hast not known me. Kwa Kiswahili, mimi ni Bwana
wala hapana mwingine zaidi yangu mimi. Hapana Mungu, nitakufunga msibi, ijapokuwa hakuna haukumjua. Naona? Sasa unapoangalia Isaiah 45 verse 21 to 22 inasema hivi, "There you and bring them near, yeah, let them take counsel together, who had declared this from ancient time, who had told it from the time, have not I the Lord, and there is no God else beside me. I just God and Savior, there is none beside me. Look unto me, and be you saved, all the hand of the heart, for I am God, and there is none else." You see? Unapoangalia Isaya bado ndiye anaandika. Ukisoma Isaya 46 verse 9 inasema hivi, "Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me." Unaona, hakuna Mungu mwingine kusinda ule Mungu tunajua aliyeumba mbingu na nchi. Hosea 13 verse 4 inasema hivi, "Yet I am the Lord thy God from the land of Egypt, and thou shalt know no God but me, for there is no Savior beside me." Lakini mimi ni Bwana Mungu wako tangu nchi ya Misri, wala utamjua Mungu mwingine ila mimi, wala zaidi ya mimi hakuna mwokozi. Unapoangalia sasa, tuulize the highest authority ambaye ni Yesu. Tumuulize Mungu ni nani huyu wa kwanza ambaye anasema usiwe na Mungu mwingine ila mimi, ni nani? Tumuulize Yesu. Unapoangalia Marko 12 verse 28 mpaka 32 inasema hivi, "And one of the scribes come, and having heard them listening together, and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all?" Naona 29, "And Jesus answered him, the first of all the commandment is, Hear, O Israel, the Lord our God is one." This is from the highest authority, ambaye ni Yesu mwenyewe amesema sheria ya kwanza ni gani? Sikia yeye Israeli, Mungu wetu ni mmoja. Naona 32, "And the scribe said unto him, Well, master, thou hast said the truth." Kwa sababu Yesu alijibu ukweli, "For there is one God, and there is none other but he." Yeye peke yake, ambaye sheria ya kwanza inasema ni Mungu mmoja. Kutoka kwa the highest authority ambaye ni Yesu ametuambia ni yeye peke yake, ni yeye Mungu peke yake, hapana mwingine. Sasa unapoangalia tena kutoka kwa Yesu, tumuulize Yesu. Unaposoma John 17 verse 1 to 3, anaya ya kusema Yesu mwenyewe, si mtu mwingine, is the highest authority. Anafaa kusema jinsi Trinity inasema. Lakini sasa sikia kutoka kwa Yesu, anasema hivi, "These words spoke Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. 2, as thou hast given him power over all flesh, that he shall give eternal life to as many as hast given him. 3, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent." Huyu ni Yesu anasema kuwa huu ndio uzima wa milele, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Ni Yesu anaongea, he is the highest authority. Anafaa kusema wakujue wewe Mungu wa pekee, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Sasa hapa hajasema hiyo, lakini amesema uzima wa milele ni gani? Ni kumjua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyetumwa. Unapo rudi kule Mark 12:34 inasema hivi, "And when Jesus saw that he has answered decently, he said unto him, Thou art not far from the kingdom of heaven, and no man after that does ask him any question." Kwa sababu Yesu alipoona ule amejibu vizuri, akasema
ufalme wa Mungu hauko mbali kuliko wewe. Kwa sababu gani? Huyu amejua kuwa ni Mungu mmoja, si Mungu watatu, lakini ni Mungu mmoja. So tunapochunguza Trinity, kuna mahali imepita ile test, kwa sababu tumeambiwa from law and the testimony, if they speak not according to the law, because there is no right in them. Kupita kwa sheria na kwa ushuhuda, lazima doctrine ifanye nini? Ichunguzwe kama itapita katika hiyo sheria. Wapendwa, kama unanifuatilia, umeona wewe mwenyewe hii sheria ama hii doctrine ambayo tunaambiwa ni second doctrine ambayo ni ya Trinity, imepita hiyo sheria ama imepita hiyo test ama imeanguka? Wewe utajifuatilia, utajua mwenyewe. Na unapoangalia John 17 verse 3, anasema hivi, Yesu alikuwa anasema hivi, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Naona sasa swali tunajiuliza, Trinity doctrine stated that they are three gods, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Katika Biblia hakuna mahali utaweza pata hizi mbili, God the Son and God the Holy Spirit, but from Genesis to Revelation utaweza pata mahali script mahali popote inasema God the Father. Lakini sasa swali, hizi mbili zimetoka wapi? Sasa ni ukweli katika Biblia, kwa sababu tumeambiwa katika roho, sheria na ushuhuda ndio tujaribu zote. Tumejaribu hii Trinity, sioni mimi kama imepita. Na wewe mpendwa, unaponifuatilia, wewe unaona imepita ama imeanguka? Jibu uko nayo. Sasa unapoangalia katika Biblia, 1 Corinthians 8 verse 6 inasema hivi, but to us there is but one God, the Father of whom all things, and were in him, and one Lord Jesus, by whom all things, and we by him. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yote yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo tu. Naona tuko na Mungu mmoja, sio Mungu watatu venye Trinity nasema, ni Mungu mmoja. Unapoangalia kitabu inaitwa Materials 1888 page 1603 inasema hivi, there is no place for gods in heavens above. God is the only true God. He fills all heavens. Those who now submit to his will shall see his face, and his name will be in the forehead of all who are pure and holy. Sasa mimi mpendwa, na kuita uangalie na uamini Mungu mmoja wa Biblia, sio miungu mitatu. Mbinguni tumeambiwa hakuna miungu mbinguni, ni Mungu mmoja ambaye amechaza mbingu yote. So wapendwa, unapoangalia kwa nini basi, what is the purpose of the law? Ni nini umuhimu wa sheria? Unapoangalia Romans 7 verse 12 and 13 inasema hivi, where the law is holy, and the commandment holy and just and good. 13, as then that which is good made dead unto me, God forbid, but sin, that it might appear sin, working dead in me by that which is good, that sin by the commandment might become exceedingly sinful. By commandment the sin become sinningly, sinful. Sasa hizi miungu mitatu, eti Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho, hii ni dhambi, kwa sababu hakuna mbinguni vitu kama hizi. Ni Mungu mmoja aliye wa kweli na mwanawe ambaye ni Yesu Kristo. Hizi tatu, this is sinful. Kama uko katika hii idol, uchitoe huko, kwa sababu hapa hakuna wokovu. We rudi katika Mungu wa kweli na utapata uzima wa milele. Unapoangalia the pioneers walikuwa naamini vitu ambazo zilikuwa ni genuine,
unapoangalia the fundamental principles, walikuwa wanaamini nini? There is one God, the Father. There is one God, a personal spiritual being, the creator of all things, omnipotent, omniscient, and eternal, infinite in wisdom, holiness, justice, goodness, truth, and mercy, unchangeable, and everywhere present by his representative, the Holy Spirit. Wakatoa katika Psalms 139 verse 7. Ya pili ilikuwa inasema hivi, that there is one Lord Jesus Christ, the Son of eternal Father, the one by whom he created all things and by whom they do consist. Unaona, hiyo ndo walikuwa naamini. Unapoangalia, unapomaliza historians ambaye anaitwa George Raymond Knight, minister mystery October 1993, anaye ya kusema the most of the founders of the Seventh-day Adventists would not be able to join the church today if they had subscribed to the denominations fundamental beliefs. More especially, most would not be able to agree to belief number 2, which deal with the doctrine of Trinity. Saizi Ellen G. White amke, hakuna kanisa ambayo inaitwa under chini ya General Conference ataingia, ataweza toroka, atasema ni heri arudi katika mafumbi mahali yako. Hata James White, akina Joseph Pett hawawezi ingia katika chini ya mfumo ya General Conference. So wapendwa, jitoe katika hiyo sinifu, exceedingly sinifu ambao ni idols za miungu watatu, ukuje katika Mungu mmoja. Wapendwa, wacha Mungu awabariki mnapoendelea kufuatilia hii channel na mnapokuwa nourished spiritually, mnapokuwa mnasoma Biblia. Mungu awabariki.